Okay, hebu tuongelee hadithi za wanasoka. Zipo zile za ushindi mtupu na zipo zile za majanga. Lakini vipi kuhusu hadithi moja inayochanganya vyote viwili? Ndiyo, hiyo ndio hadithi ya Patrick Kluivert, gwiji wa Uholanzi ambaye maisha yake yalikuwa na pande mbili kabisa: mng'ao wa ajabu na giza nene. Hii nukuu hapa inaelezea kila kitu kuhusu safari yake. Yaani, tangu mwanzo kabisa ilionekana wazi huyu jamaa alikuwa na kipaji cha kipekee, kile wanasema once in a generation. Lakini sasa kipaji chake kilikuwa kinapitia majaribu mazito kila kukicha, yaani changamoto ambazo zilitishia kabisa kukizima. Sawa, basi safari yetu inaanzia wapi? Amsterdam. Hapa ndipo hadithi nzima inapoanza, kwenye chimbuko la vipaji, moja ya akademi bora zaidi duniani. Angalia kasi ya mambo hapa. Alizaliwa kwenye familia ya soka, yaani mpira ulikuwa kwenye damu. Akiwa na miaka 7 tu tayari yuko Ajax, na ghafla boom, miaka 18 anavunja na kuingia timu ya kwanza. Na si timu ya kwanza tu, anajiunga na kile kizazi cha dhahabu, safari ya roketi, si ndio? Yaani, hebu fikiria kwa sekunde. Una miaka 18, unaingia dressing room na unakutana na majina kama Seedorf, Davids, Van der Sar. Hawa walikuwa magwiji. Hiki hakikuwa kikosi cha kawaida, hapana. Hiki kilikuwa kikosi cha kihistoria. Na yeye, Patrick Kluivert, alikuwa pale katikati ya yote, tangu mwanzo kabisa. Sawa, kila gwiji ana lile tukio moja, unajua, lile linalomfanya awe gwiji haswa. Kwa Kluivert, tukio hilo lilichukua dakika 85 tu kubadilisha kila kitu. Mahali, Vienna. Tarehe 24 Mei 1995. Tukio, fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Hiyo ndiyo mechi kubwa kuliko zote. Ajax dhidi ya AC Milan, wababe wa kutisha. Macho ya ulimwengu wote yalikuwa pale. Na katikati ya presha yote hiyo, kuna huyu kijana. Hebu fikiria umri wake, miaka 18. 18 tu, mtoto mdogo kwenye jukwaa la wakubwa. Mechi ilikuwa ngumu, suluhu 0-0. Muda unayoyoma, watu wameanza kufikiria extra time. Lakini dakika 85, hapo ndipo kila kitu kilipokuwa kinaenda kubadilika milele. Na ndivyo ilivyokuwa. Kluivert, ambaye alitokea bench, anapata mpira. Mguso mmoja tu, shuti moja, na mpira uko wavuni. Goli! Akawa mfungaji mwenye umri mdogo zaidi katika historia ya fainali ya Champions League. Katika sekunde chache, kijana aligeuka kuwa shujaa wa bara zima. Lakini unajua maisha yalivyo, sivyo? Baada ya mlima, mara nyingi kuna bonde. Na bonde la Kluivert lilikuwa la ghafla na la giza. Safari sasa inabadilika kabisa. Utukufu unaweza kuwa kitu tete sana, yaani kitu kinachoweza kuvunjika kirahisi. Na kwa Kluivert hili lilikuwa kweli kabisa. Miezi michache tu baada ya ule ushindi mkuu, mambo yalibadilika. Mnamo Septemba 1995 alihusika kwenye ajali mbaya ya gari. Matokeo yake, mzee wa miaka 56 alipoteza maisha. Mahakama ikampata na hatia ya kusababisha kifo kwa uendeshaji hatari na akapewa adhabu ya huduma za jamii. Lakini hukumu ya watu ilikuwa kali zaidi. Yule shujaa wa Vienna ghafla akawa mtu mbaya machoni pa umma. Upendo wote ukageuka hukumu, hadhi yake ikavunjika. Sasa, baada ya anguko kama lile, wengi wangepotea, lakini Kluivert alipata sehemu ya kujikomboa. Alipata fursa ya pili, na fursa hiyo ilikuja akiwa amevaa jezi ya timu ya taifa, jezi ya rangi ya chungwa. Na hakuwa peke yake. Timu ya taifa ya Uholanzi ya wakati huo ilikuwa hatari sana. Fikiria majina kama Jaap Stam, Edgar Davids, Edwin van der Sar. Hawa walikuwa wachezaji wa kiwango cha juu kabisa.
Walimwamini, na katika mazingira hayo alipata nafasi ya kuonyesha tena kwamba kipaji chake bado kipo. Na jukwaa la ukombozi wake lilikuwa wazi kabisa. Euro 2000. Mashindano yanafanyika nyumbani kwao Uholanzi. Robo fainali dhidi ya Yugoslavia. Hapa presha ilikuwa juu sana. Kila mtu alikuwa anamtazama yeye. Na alijibu vipi? Kwa kishindo. Uholanzi inashinda 6-1 na Kluivert anafunga mabao matatu, sio moja, sio mawili, matatu, hat-trick. Lilikuwa onyesho la kila kitu: nguvu, akili, umaliziaji. Hapo aliwakumbusha wote, mimi bado nipo. Mimi ni mmoja wa washambuliaji bora duniani. The first touch was out forward. He just readjusts forward. This pass from Ika David. Looking to get through the middle. Kluivert, the timing of the run and the finish block. It's there and Holland are looking absurd. That is another goal. Sawa, safari inaendelea. Baada ya ukombozi na timu ya taifa, tunaingia sura nyingine muhimu, Barcelona. Na pia tutaangalia jinsi jina la Kluivert linavyoishi hata leo. Mnamo 1998 anasaini na klabu kubwa FC Barcelona. Ada paundi milioni 8.75. Na huko Barca alizaliwa upya. Alifunga zaidi ya mabao 120, akatoa taji la La Liga na alitengeneza ushirikiano wa kutisha na mchawi wa Kibrazil Rivaldo. Kipindi chake Camp Nou kilimrudisha pale alipostahili kuwa, miongoni mwa washambuliaji bora kabisa duniani. Na unajua nini? Hadithi haijaisha. Damu ni nzito kuliko maji, na kwa familia ya Kluivert soka liko kwenye damu. Leo hii mtoto wake Justin Kluivert naye ni mchezaji wa kulipwa. Jina Kluivert bado linaonekana kwenye jezi na kwenye ubao wa matokeo. Urithi unaendelea. Sasa mwisho wa yote tunabaki na swali hili. Je, urithi wa mtu unapimwa na zile nyakati nzuri tu, zile za ushindi, au unapimwa na uwezo wake wa kuinuka baada ya kuanguka vibaya? Hadithi ya Patrick Kluivert si tu kuhusu soka, ni hadithi kuhusu kipaji, msiba na muhimu zaidi, kuhusu ukombozi.